Ndugu zangu, habari za asubuhi, za mchana, za jioni, za usiku, sehemu zote pale mlipo, kutokana na muda ambao mtakuwa mtafuata video hii. Hususan kuna channel ambayo nimefungua mimi, na channel yenyewe naita Mwamko wa Kizalendo. Mwamko wa Kizalendo, yani kujitambua. Na leo hii napanga kuzungumzia mada mbili, pointi mbili sana, ambazo ya kwanza nitalenga sana kuhusu mtu mweusi Mwafrika kiujumla au Wabantu kiujumla, na la pili nitazungumzia swala la udini barani kwetu Afrika, swala la udini. Labda tatu kidogo naweza nikaongeza nikazungumzia kuhusu ubaguzi. Ubaguzi. Sasa basi ninachotaka kuzungumzia sana hapa, la muhimu sana, na kushukuruni kwanza, nitoe kwanza shukrani zangu kwa ndugu zangu wote wale barani Afrika waongea Kiswahili hasa, kwa sababu video hii inalenga sana Waswahili waongea Kiswahili, ikiwa ni Tanzania, Uganda, Burundi, Kenya, Kongo, Rwanda, na popote pale Waswahili walipo ambao watakaofuata video hii ninayofanya muda huu. Sasa ndugu zangu, ni kwamba kama nilivyowaambia, nimefungua channel kwenye YouTube ambayo jina la channel yenyewe TV inaitwa Mwamko wa Kizalendo. Mwamko wa Kizalendo. Kifupi au kwa marefu ni kwamba tunapokuwa watu tukiwa barani kwetu Afrika, tunaishi Afrika, tunakuwa hatujui kabisa jinsi vile dunia inavyokwenda. Hatujui. Lakini ukibahatikiwa sasa utoke Afrika uje katika miji ya Ulaya au ya Marekani. Marekani sio Ulaya. Marekani ni Marekani, na Ulaya ni bara la Europe, ndio linaitwa Ulaya. Sasa ukibahatikiwa utoke Afrika uje katika miji ya Ulaya, bara la Europe, Ulaya, au ubahatikiwa ndo Marekani au Canada, bara la Marekani kule kiujumla, au ukienda bara la Austria kule mbali kule mwishoni kabisa mwa bahari kule upande mwingine kule, au ukitoka uende Asia, miji ya Waarabu, ya Wachina, ya Wahindi, utaona jinsi gani mambo yanavyokwenda duniani. Na ukibarikiwa kwa hasa na ule mtazamo wa kuweza kuelewa mambo haraka, utajua jinsi gani mambo yanavyokwenda duniani. Sasa basi tuingie ndani ya mada sasa. Kwa sababu nimezungumzia kwamba mada ya leo tunazungumzia kuhusu mtu mweusi, kujitambua mtu mweusi. Kwa sababu gani niongelee hii mada ya kujitambua mtu mweusi? Watu weusi sisi baadhi, ngoja nifungue kwanza hili na hili. Tutoe kwanza hili tuongee vizuri. Hapa naona tuongee vizuri. Watu weusi sisi tulivyowekwa toka enzi za utumwa. Walivyokuja wazungu na Waarabu, kwa sababu waliosimamia sana hasa swala la utumwa walikuwa ni wazungu. Waarabu waliwatumia tu kuchukua na watu weusi. Sasa walivyokuja wao Waarabu na wazungu kuchukua enzi za utumwa, walituchukua watu wengi sana weusi ambao walichukua kutoka bara letu la Afrika kupeleka, wakawa wanapeleka miji yao ya Uarabuni kule sehemu za Waarabu, wengine tukapelekwa Europe hapa, wengine wakapelekwa Marekani kule. Kwa hiyo akilini mwao wao walikuwa akilini mwao walivyojiweka hadi muda huu tunavyoongea, watu weusi watu weupe wao wanamchukulia mtu mweusi kama ni mtu wa thamani ndogo sana, nusu mtu vile, ambaye kama si mtu kamili aliyekamilika, si mtu wa kuweza kufikiria, wa kuweza kupanga plan, kupanga mambo, au ambaye anaweza kujiongoza na akaongoza na mambo yale akasimama. Hii ndo hali halisi. Hii ndo falsafa wazungu walivyo nayo. Lakini falsafa hii ukienda sasa miji ya Waarabu, wao wamekwenda mbali zaidi. Angalau kidogo miji hii ya wazungu, Europe, Marekani, angalau kidogo. Wao kutokana na sheria walizozipanga, angalau kidogo wanamtambua mtu mweusi ni mtu ndio wa hadhi ndogo, lakini hawamchukulii kama vile Waarabu kule au watu wa Asia kule wanavyomchukulia mtu mweusi.
Sasa baada hii lazima tuongee, tufunguane vichwa, tufahamu. Kwa sababu kasumba gani tulionayo Afrika, barani Afrika? Afrika nzima sisi watu weusi, hasa Wabantu. Mimi nitalenga sana kuzungumzia sisi Wabantu. Kwa sababu nitafanya video zingine ambazo nitazungumzia wa Nilotics au ambao ni Watusi hawa. Wao nao wana siasa yao ambao wanatumiwa na wazungu dhidi ya sisi watu Wabantu. Kwa maana hiyo ukichunguza sisi watu Wabantu tuna matatizo, tuna chuki, kuna watu ambao wana chuki dhidi yetu sisi watu weusi wa Bantu, ambayo kwamba chuki hiyo imeshapindukia. Na chuki hiyo si kwamba ni hezi tu za utumwa alafu na za ukoloni. Chuki hiyo ilikuwepo toka hezi hizo hadi leo hii mwaka huu 2025. Chuki hiyo bado ipo na inazidi kuwa mbaya zaidi. Lakini ubaya zaidi ni kwamba sisi sasa watu weusi barani kwetu Afrika tunawaona wao, tunawachukulia wao, tunawaona wao ni wabora kuliko sisi watu weusi. Lakini kirudi katika dini, katika vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu amesemaje? Mwenyezi Mungu amesema mtu mbora mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule mtenda mema. Yaani tabia zako, matendo yako yawe matendo mema, uishi na watu vizuri, mheshimiane, mheshimu mtu mwingine, usijione kwamba wewe ni mbora kuliko mwingine. Huyo ndio mtu mzuri na mbora mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini rangi ya ngozi hii ya mtu haiwezi, never, kamwe haiwezi ikakufanya wewe kuwa mbora dhidi ya kiumbe mwingine. Hicho kitu hakipo. Hiyo falsafa haipo. Wala rangi ya ngozi haifanyi mtu kuwa na akili zaidi kuliko mtu mwingine. Hiyo kitu haipo kabisa. Lakini hicho kitu ndio kitu ambacho tumewekwa akilini, wametuingiza hivyo akilini. Na kwa bahati mbaya wapo wengi wetu barani Afrika, hata hapa Ulaya wapo watu wengi, hata Marekani, hata Asia, hata Australia, watu wanaoishi kule, wapo watu wengi weusi ambao hadi leo hii ninavyoongea wanaamini kwamba mtu mweusi si halingani na mtu mweupe. Mtu mweupe hadhi yake ni ya juu kuliko mtu mweusi. Lakini sivyo, ni uongo. Hii ni falsafa ambao walitengeneza wao watu weupe. Walitengeneza, wakakaa, wakasoma, wasomi wale walikaa, wana falsafa, wakapanga, wanasayansi wale na ambao wanaitwa wa filosofi wale. Wakapanga jambo hili, tulipanga hivi, tutakwenda hivi. Kwa hiyo nilipanga ni kitu ambacho walikalia chini, wakakipanga step by step. Na wakasema tutafika hivi na litakamilika hivi. Na malengo yao walionayapanga kiasi fulani yamekamilika. Lakini mimi siwezi nikasema kama yamekamilika, kwa sababu sasa mwamko unakuja sasa hivi. Ni sisi sasa watu weusi. Haijali uwe msomi, usimsomi, uwe unavaa suti au uwe unavaa jinsi, sisi wote tunahusikana kwa karibu sana katika swala hili, ili tuamshane vichwa vyetu, tuamke, ili tuweze kujitambua na kufahamu kwamba mtu mweupe si chochote wala lolote, wala ana ubora zaidi ya mtu mweusi. Hakuna hicho kitu. Na kwa ushahidi ukichunguza sana wanasayansi wanavyoongea, kwa sababu wao pia kwa wao wanapingana katika masuala haya. Wanasayansi wanasema kwamba mtu mweusi, ngozi yake, hii ngozi ya mtu mweusi ni ngozi bora sana kuliko ngozi nyeupe, kwa sababu ubora wa ngozi nyeusi ni kwamba tuna melanin. Kuna kitu ambacho kiupo kwenye ngozi ambacho kinakusaidia kutokana na mionzi ya jua. Hiyo kitu inaitwa melanin. Ina maana ngozi ya mtu mweusi ni ngozi nzuri sana kuliko ngozi ya mtu mweupe. Na ngozi ya mtu wetu weupe wao ni watu zamani za kale zile walihama kutoka bara la Afrika. Hapa pia naongea masuala ya kisayansi. Sizungumzia sana kidini, nazungumzia masuala ya kisayansi ambayo wao wenyewe wazungu walifanya hivyo, na wakasema walifanya utafiti wao na sayansi ikapelekea kugundua haya ambayo nayo yaongea sasa hivi. Walisema kwamba mtu sisi watu wenyewe watu weupe wazungu, wasema kwamba zamani wao mtu mweupe hakuwepo. Wao ni watu ambao walitoka Afrika wakahama miji baada ya mingine, mabara baada ya nyingine. Sasa kutokana na hali ya hewa za sehemu kule walizokwenda kule, ile ngozi zao walianza kubadilika ngozi, kwa sababu hawakupata joto. Walikwenda kuishi katika miji ambayo ni baridi, na asili ya mwanadamu ngozi, ukienda sana kuishi miji baridi sana, ngozi inakuwa ile hii melanin inakosa, inapungua katika ngozi yako. Kwa hiyo unapoteza ule ubora wako, ngozi inakuwa inabadilika. Na ndio maana siongee kwa nia mbaya katika kufunguana vichwa. Na ndio maana katika ndugu zetu ambao Waafrika, ndugu zetu ambao tunapenda sana, tunaishi nao pamoja, ndugu zetu, wazazi wetu, hata kama familia zetu wapo ndugu zetu ambao wanakuwa hawa zelu
akikaa kwenye jua anakuwa na matatizo, kwa sababu ngozi haiwezi kuhimili sana jua, mionzi ile ya jua. Kwa hiyo inabidi kuwa mafuta halisi ya kuweza kumsaidia ili kuweza kupambana na hali hii. Ili hali hiyo ndio hii iliyowakuta wazungu. Unaona bwana, ndio hali hiyo iliyowakuta wazungu, wakageuka, ngozi ile ikapoteza thamani yake, ikageuka wakawa wao wazungu. Lakini kiasilia walikuwa ni watu weusi, na wapo wazungu wengi tu ambao wanaongelea hilo na walifahamu hilo. Unaona, na ndio maana katika nadhani mwaka huu uliopita Uingereza wameonyesha kwamba kuna video ambazo zilitoka na wanasayansi wakazungumzia, wakaonesha katika historia yao kwamba mtu wa kwanza hapa Mwingereza, babu yao, ukoo wao alikuwa ni mtu mweusi. Walivyoonyesha, waliongea kwenye TV, lakini watu weupe mimi nilifuata, na nitakuja katika siku zijazo, nitatazama kwenye nani hii yangu hapa, kwenye kompyuta yangu hii, nitakuja hapa na ushahidi, nitawaonyesha hali halisi, nitaonyesha hali halisi ya jinsi ilivyokuwa na jinsi wazungu wanavyokanusha kwamba wao hawawezi kutokana na mtu mweusi. Wazungu wale ambao hawajaelimika sasa, lakini wale wanasayansi wanasema hao sisi tunaongea mambo kutokana na sayansi inavyotuonyesha. Unaona. Sasa basi tuzungumzie sasa hizo kasumba ya sisi watu weusi. Kwa nini tukienda kuchunguza barani kwetu Afrika, au sisi watu weusi, ukienda miji ya Asia, ukichunguza, ukienda katika community za watu weusi, utakuta ni watu weusi ndio wako katika hali ya maisha ya chini sana. Lakini sio Asia tu, ukienda Marekani pia, miji ya Chicago, zile state za Chicago ambapo kuna watu weusi, utakuta ni watu weusi wenye hadhi ya chini, maisha ya chini. Hali hiyo ndivyo hivyo cheni inaendelea hivyo hata Europe hapa. Ukija Europe, ukitafuta kuchunguza, unakuta ni watu weusi wenye hadhi ya chini, hata makazini. Yaani katika maisha ya kisosio, kijamii, kiuchumi, ni watu weusi ambao tuko katika hali ya chini. Lakini cha kuumiza zaidi ni kwamba ukienda sasa barani kwetu, nyumbani kwetu Afrika, utakuta hili tatizo, kasumba hii ipo tena nyumbani. Utakuta ni sisi watu weusi wenye hali ya chini zaidi. Na ni hili ambalo linaumiza moyo sana. Tanzania mathalan, mimi naanza Tanzania alafu nitakwenda Kongo na Uganda. Nitaongelea Uganda nitaongelea kidogo. Na Uganda na Kenya pale. Mimi niongea Kiswahili, hata Burundi, hata Rwanda nitaongelea. Afrika nzima, yani hata South Africa nitaongelea. Sasa ukienda Tanzania, tazama hazi Wahindi wanavyoishi. Utakuta uchumi wakina, sitaki kuongea majina hapa, sababu kama nilivyoongea sibezi sana katika masuala ya kisiasa. Utakuta kwamba Wahindi ndio wameushika uchumi wa Tanzania. Wahindi hawa, Waarabu, alafu sisi watu wote katika nchi yetu ndio tuko hazi za chini. Ukienda hata majumba yao, majumbani kwa ukitazama sehemu wanavyoishi, utakuta wao kidogo hali zao hafueni. Lakini sisi weusi wenye nchi yetu unakuta hali yetu, maisha yetu hali ya chini. Sasa hali hiyo, ukienda Kongo ndivyo hivyo. Kuna watu kule wanaitwa Libanon, wako kule Kongo. Hivyo utakuta wao ndio wana hadhi ya maisha ya juu, watu weusi hadhi ya maisha ya chini. Kenya nako hivyo. Uganda hivyo, Rwanda hivyo. Hata nchi ya kwanza ya watu weusi ambayo ilikuwa taifa la watu weusi kupata uhuru, ambayo iko na kule bara la Marekani, na inaitwaje nchi, nitakumbuka ikinijia hii nchi nitahitaji hapa, nitaiongelea nchi na nitaiongelea. Lakini sasa tukirudi nyuma kidogo, sisi zamani tulivyowekwa akilini, wazungu propaganda zao na siasa zao walimchafua sana Idi Amin. Wakamwongelea Idi Amin mtu mbaya sana, mla watu, ndio binadamu. Mimi simuongelea Idi Amin, lakini ninachokifahamu kwamba binadamu hakuna aliyekamilika. Lakini licha mabaya yake na maovu yake alionayo Idi Amin, mimi kuna video ambazo zinatoka sasa hivi tunaziona Idi Amin. Ukizifuata utakuta Idi Amin alikuwa ni mtu mzalendo, Pan-Africanist, yani mzalendo mkubwa wa Kiafrika. Idi Amin dada, ambaye tulifunzwa zamani tukaonyeshwa kwamba ni mtu mbaya sana.
lakini Idi Amin ni bora, alikuwa ni mtu mzuri sana. Kwa sababu katika video zake mimi Idi Amin nilizozifuata, nilikuta Idi Amin anaongelea, alikuwa anaongea katika Kiingereza, mchache alikuwa anaongea, lakini nilimuelewa kwanza ujumbe wake, alikuwa anautuma ujumbe wake, ilikuwa ni kwamba wale wahusika waelewe. Sasa anaongelea kwamba haipendezi kwamba ukipita katika jiji la Kampala ukute wa maduka yote, uchumi wote umeshikwa na Wahindi, ukuta mahoteli ni Wahindi, sehemu zote Wahindi. Mwafrika hayupo pale, mweusi hayupo pale, lazima jiji nataka, lakini kabla niongele vizuri hapa, sihamasishi hapa chuki. Naongea kama niliongea channel yangu na nimefungua kwenye YouTube, ni mwamko wa kizalendo, ili tujitambue, tujifahamu. Ili swala hili la kuona kwamba Waarabu, Wazungu wako juu, tuone kwamba ni kitu ambacho si cha msingi, ni uongo. Hakipo hicho kitu, ni kitu ambacho kimeundwa tu, wameunda tu, kikapikwa, wamepika wakati kimeshapikika, basi twende sasa. Na wakaja kwa bahati mbaya wengine hadi wazazi wetu wakamili hivyo, na ule uaminifu ndio tunarahisishwa. Baadaye na sisi tutarisisha wenetu, na wanetu wao warisishe vijukuu vyetu. Kwa hiyo tuwe hivyo tu, lazima hali hii tuitokomeze, tuiongelee swala hili likome kabisa, ili lisiwepo kabisa. Unaona? Kwa hiyo Idi Amin nikirudi hapa, alikawa anaongelea yeye katika sera zake kwamba lazima jiji la Kampala tulisafishe, ni jiji ambalo uchumi umeshikwa na watu weusi. Na ndio kweli alivyofanya kazi yake aliyofanya yeye. Unaona? Lakini kazi yake aliyofanya upande mwingine unaleta matunda. Unaona? Kwa sababu katika watu waliowafukuza pale Uganda kuwarejesha kule kuwarejesha Uingereza wale Wahindi, ndio katika vizazi vyao pametokea mwingine huyu ambaye alikuwa waziri mkuu wa Uingereza hapa mwaka jana. Nitamgongelea jina lake. Alikuwa Uingereza. Yule vizazi vyake vilitokea Uganda na Kenya na Tanzania, Afrika. Unaona? Sasa mimi nitaongelea anecdote moja hapa. Kipindi fulani mimi nilikuwa airport Dar es Salaam pale. Niko airport pale. Sasa niko airport, nilikuwa na mke wangu. Sasa mimi nimekaa, wakaguzi pale airport, ndugu zetu weusi, wameshakagua passport yangu. Lakini pakaja mtu mwingine ambaye ni Muhindi. Sasa yeye yuko nyuma yangu. Kwa kawaida yeye angesubiri mke wangu akague passport yake alafu ndio yapite. Lakini akaja alafu wanampisha kana kwamba yeye ndo ana haki kwa sababu ni mtu mweupe, ili wakague passport yake yule Muhindi. Wakati kuna watu ambao walikuwa kabla yake, mbele yake pale. Hicho kitu mimi sikukimezea mate, nishindwa kuvumilia. Nilimchukua yule Muhindi nikamvuta, nikawa naongea sasa na yule afisa wa miaji pale ukaguzi passport. Kama bwana huyu yuko nyuma huyu. Inakuwaje unamchukua na mpeka mbele wakati wewe wengine wako hapa? Hebu kagua ndugu zako weusi hapa. Sio unamchukua je bwana wewe? Yule akashtuka. Samahani bwana. Sasa haya ndio mambo tunayoongelea kwamba tuachane na masuala ya namna hii, kumwona kwamba kumradhi, nitaongelea kidogo na kuja kuongelea.